Katika maisha ya leo, kuna situation ambazo tunazipitia, unajikuta unakuwa hauna hata msimamo. Watu wanakupeleka wanavyotaka, wanakuwa wanakuyumbisha wanavyotaka, kwa sababu unakuwa hujajua namna ya kusimamia msimamo. Sasa leo nitakupa siri za kisaikolojia ambazo zinaweza kukusaidia kuwa na msimamo ambao utakusaidia usiwe unayumbishwa na watu. Kwa sababu usipokuwa na msimamo, utajikuta unapelekwa kama bendera inavyopelekwa na upepo. Sasa kana mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo hili, lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa siri ya kwanza kabisa ambayo itaweza kusaidia ili usiweze kuyumbishwa na ukapoteza kabisa msimamo ni kwanza kujifahamu. Unajua, ngoja nikupe siri moja. Unajua, usipojifahamu wewe ni nani na unahitaji nini duniani, watu watakuambia vile ambavyo wewe sio. Na watu wengi wanayumbishwa na maamuzi ya watu au mipango ya watu au mambo ya watu kwa sababu wanakuwa hawajajifahamu wao wenyewe. Sasa kuna mambo matatu ambayo yanaweza kukusaidia wewe kujifahamu vizuri. Jambo la kwanza kabisa ni maadili yako. Hii tunaita core value. Yaani vile vitu ambavyo unaviamini, inaweza kuwa heshima, kufanya kazi kwa bidii, au inaweza kuwa uaminifu. Yaani hizi core values au maadili yako kwamba ni vile vitu ambavyo huwezi kuvivunja. Unakuta mtu labda hapendi rushwa, huo ndio msingi wake au maadili yake au core values ambazo tunaziita kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo akivunja hivyo manake anakuwa nje ya maadili yake. Ndio maana unakuta mtu anaamini labda kwenye uaminifu, manake akipewa rushwa anaanza kuyumba. Lakini ukishajua kwamba mimi misingi yangu ni hii, utajua namna ya kuisimamia. Lakini ukuta sasa mtu hajui hata misingi yake, manake anaweza kupelekeshwa au kuyumbishwa kwa sababu anakuwa hajui yeye asimamie wapi. Kwa hiyo lazima ujiulize wewe misingi yako ni ipi, na hata kama huna unaweza kuitengeneza kwamba ni vitu gani ambavyo wewe upendezwi, nafsi yako haifurahii. Hizo ndo tunaziita core values au maadili yako au misingi yako ya ndani ambayo mtu akivunja unakuwa hauwezi kabisa kuvumilia. Inaweza kuwa labda kutukanwa au aibishwa mbele za watu au kuambiwa maneno makali. Ni vitu ambavyo nimeshasema kwamba mimi mtu anayenivunjia heshima siwezi kabisa kuvumilia kuendelea kuzungumza naye. Hizo ndo zinaitwa core values. Lakini jambo la pili ni mapungufu yako. Lazima ujue kuna vitu gani ambavyo huviwezi vizuri ili uanze kuviboresha, kwa sababu mtu anapokuja kukushambulia kwenye jambo ambalo unajua sasa uliwezi, hutaumia au hutayumba kwa sababu unajua ni jambo ambalo unalifanyia kazi ili uje ujiboreshe. Kwa mfano mtu anaweza kuambia labda umetoka kupresent kitu akwambia wewe hujui kuongea vizuri, unaweza kumwambia ni kweli, lakini nipo kwenye mazoezi ya kuboresha namna yangu ya kuongea ili iwe nzuri zaidi. Unakuta kwamba hawezi kuyumbisha tena kwa sababu anaona wewe tayari umeshajitambua na unajua unapoelekea. Lakini jambo la tatu ni kutambua nguvu zako. Unajua nguvu zako ndio uwezo ambao unakusaidia wewe kuishi hapa duniani, na ndio uwezo ambao unakusaidia wewe kuonesha thamani ya kuwa hapa duniani, kwa sababu hivyo vitu ndio vinakusaidia wewe kuonekana na thamani hapa duniani. Kwa mfano mtu akija kushambulia labda wewe hauna upendo, wakati wewe unajijua wewe una upendo na unajali watu, hautayumba. Lakini kama hujijui na hujakaa chini kujitathmini kwamba wewe ni mtu wa namna gani, utajikuta unayumba na kuanza kumsikiliza huyo mtu. Kwa hiyo kaa chini, anza kujiuliza wewe misingi yako ya ndani ni ipi, hizo core values. Lakini nguvu zako ni nini? Inaweza kuwa kufanya kazi kwa bidii, inaweza kuwa wewe labda unapenda kujali, unapenda labda kuandika vizuri au unafundisha vizuri, au wewe ni mtu ambaye ni mwepesi kujifunza. Hizo ndo nguvu zako. Au wewe ni fast worker, yani wale watu ambao wanafanya kazi kwa haraka, hizo ndo nguvu zako. Au wewe ni mtu mzuri sana kwenye masuala ya kushawishi watu, hizo ndo nguvu zako. Lakini mtu akija akwambia tofauti na pale, maana yake huwezi kumsikiliza wala kumwamini. Kwa ukishajua hapo, maana yake hata mtu akija kuyumbisha huwezi ukateteleka. Lakini jambo la pili au siri ya pili ambayo inaweza kukusaidia wewe usiyumbishwe na mambo ya watu au jambo lolote ambalo mtu anaweza kuletea ni kutenganisha maoni ya watu na ukweli. Unajua mara nyingi watu wanakuja kutuambia mambo ambayo yanaendana na mitazamo yao. Yaani mtu anaweza kuambia jambo kulingana na hofu yake anavyohisi yeye. Anaweza kuambia hii biashara itafeli, lakini sio kwamba ni uhalisia, ni kwa sababu tu yeye alishawahi kufeli kwenye hiyo biashara. Watu wengi wanatuambia mambo au maoni yao yanatokana na vile vitu ambavyo wao walishakuvipitia au walisha experience kwamba vilishindikana, au mitazamo yao kulingana na maisha waliopitia. Sasa lazima upime kwamba hili jambo ninaoambiwa lina ukweli au ni maoni ya mtu. Ndio nakwambia hautafanikiwa kwenye hii biashara. Uwezi ukaumia kama ukishagundua kwamba hichi kitu sio cha uhalisia, kwa sababu watu wengi wafanya biashara hiyo na wamefanikiwa, lakini mtazamo wa huyo mtu tu anasema kwamba huwezi kufanikiwa kwenye hiyo
biashara. Kwa hiyo ukijua kutofautisha kati ya maoni ya watu na ukweli, huwezi kuyumbishwa na watu, kwa sababu utakuwa unajua kwamba haya ni maoni ya huyu mtu, kwa sababu watu wengi wanaongea kulingana na mtazamo wao au maoni yao wanavyojiona wao, lakini hautaki kuamini maoni ya watu, kwa sababu mtu anaweza kuamua jinsi anavyokuona wewe, lakini wewe ndio unajua ukweli wako. Kama unaamini kwamba hili jambo wewe unaweza kulifanikisha, usisikilize zaidi maneno ya watu au maoni ya watu, kwa sababu watu wanajaji kulingana na jinsi wao wanavyojihisi au hofu zao. Lakini siri ya pili, acha kutafuta kukubalika kwa kila mtu. Tunasema seeking for approval au approval seeking. Unajua watu wengi wanaingia kwenye mtego ambao tunaita kisaikolojia people pleaser. Yaani watu ambao wanataka kufurahisha kila mtu. Unajua kuna concept moja nasema 20 alafu 60. Kwamba hii 20 ni asilimia kwamba kuna watu ambao hata ufanye nini hawawezi kukubali. Lakini 20 nyingine kuna watu ambao wanakukubali kwa namna yoyote. Lakini hii asilimia 60 manake ni watu ambao wako katikati. Hawakukubali na wala hawako karibu na wewe kabisa au wanakukubali. Kwa hiyo ni watu ambao ni tunasema ni neutral, yani watu ambao hawaeleweki kwamba wako upande gani. Kwa hiyo ina maana gani? Kwamba hata ufanye jambo gani hapa duniani, sio watu wote watakubaliana na wewe. Kwa acha kujilazimisha kumfurahisha kila mtu, kwa sababu hata ufanye vitu gani kwa watu tofauti tofauti, huwezi kumfurahisha kila mtu. Mchukulia mfano hata gari la daladala, watu wako wanasema mimi nataka nishuke kituo fulani, anashushwa. Mwingine anataka nishushwe huku, mwingine anataka nipeleke nyumbani, maana yake hata hilo gari haliwezi kufika kwenye safari hiyo pia ndio inatokea pia hata kwa mtu ambaye anatamani kumfurahisha kila mtu. Huwezi kumtimizia kila mtu hitaji lake, na ukijitahidi kumtimizia mtu kila hitaji lake ndio unakuta sapo na yumbisho, kwa sababu mwingine atakwambia mimi nataka kazi yangu ishe saa 2, ambao unakuta inaharibu kabisa maadili yako, au unakwambia mimi nahitaji hichi kitu kupitisha hapa, lakini unaona hicho kitu kinaenda kuharibu kabisa maadili yako au core values zako. Kwa hapo utajikuta unayumbishwa, kwa sababu wewe unakuwa unatamani kumfurahisha kila mtu. Amini hichi kitu kwamba huwezi kumfurahisha kila mtu. Jaribu kufanya kulingana na vile ambavyo unaweza. Mtu wa kwanza kumfurahisha ni nafsi yako, kwa sababu ukimfurahisha mtu afu nafsi yako imeumia, ni kama unajidanganya wewe mwenyewe. Lakini siri ya 4 ni jifunze kusema hapana bila kujisikia hatia. Unajua watu wengi hawajajua kwamba neno hapana ni sentensi ambayo imekamilika, na mara nyingi watu wengi wanapomwambia mtu hapana bado anahitaji kuanza kumuelezea zaidi, kwa sababu unapomuelezea zaidi ni kama unakuwa na hofu ya kutaka kukubalika na kile unachokisema. Jifunze kusema hapana kwenye baadhi ya mambo ambayo unaona yanavunja maadili yako, yanavunja utaratibu wako, au yanakuja kukuharibia pia hata maisha yako kwa ujumla. Unapokuwa unakubali, na hapo ndo tunarudi kwenye wale people pleaser kwamba anakubali kila kitu, utajikuta huwezi ukasimamia maisha yako na watu watakuwa na kuyumbisha. Unaweza kumwambia mtu kwamba hii jambo siwezi kulifanya kwa leo kwa sababu nipo na shughuli nyingine ambayo naifanya, au sitaweza kufika kwa leo, asanteni sana. Usitoe maelezo mengi, kwa sababu unapotoa maelezo mengi ndio unampa ule mtu mwingine sababu ya kuuliza au kukuchallenge zaidi, ambayo itakufanya wewe uyumbe. Kwa hiyo jifunze kusema hapana bila kujisikia hatia. Na mara nyingi watu wengi ambao unawaambia hapana huwa wanakutengenezea mazingira upate hatia. Anaweza kuambia nilikusaidia, mbona mimi nilikufanyia mambo makubwa, na kutengenezea mtego mmoja wa kisaikolojia unaitwa guilt tripping. Sasa usiingie kwenye mtego huo. Amini kwamba na wewe pia una haki yako na una misingi yako ya kusimamia. Lakini jambo la 5 na la mwisho ni jenga sauti ya ndani kwa maneno mazuri. Unajua hakuna sauti yenye nguvu zaidi duniani kama sauti ambayo unajiambia wewe mwenyewe. Hii sauti zingine huwa zina nguvu sana, lakini ile ambayo unajiambia mwenyewe ndio inakuja kuconfirm kwamba wewe ni mtu wa aina gani. Yaani unaweza kuambia na watu 100, lakini ile sauti yako moja unaojiambia ndio inakuja kutengeneza utambulisho wako wote. Kwa hiyo angalia sana vile vitu ambavyo unajiambia wewe mwenyewe au unajizungumzia kuhusu wewe. Hivyo ndio vitatengeneza uhalisia wako, sababu ukikuta mtu anaamini kwamba yeye hawezi kufanya jambo fulani, hata mtu akija kumwambia jambo ambalo linaendana na ile hali, anakuwa hawezi kushambulia nao, kwa sababu tayari na yeye mwenyewe pia anaamini, kwa sababu yuko kwenye hiyo njia au ulimwengu huo. Kwa hiyo unajikuta huwezi kusimamia msimamo kwa sababu wewe tayari unaamini kwamba huwezi. Kwa anza kubadilisha namna unavyojizungumzia wewe mwenyewe, kwa sababu ukijibadilisha ndani au
Bila unapozungumza matamshi yako ndio atakutengenezea wewe mtazamo tofauti. Hata kama mtu mwingine akija kukubabaisha au kuyumbisha, huwezi ukayumba na utasimamia kile ambacho unataka kusimamia. Sasa hebu niambie, katika hizi siri 5, ni siri ipi ambayo imekugusa zaidi na umejifunza siri gani ambayo imekusaidia pia kubadilishia mtazamo? Usahau kulike, kushare na kucomment. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Bye bye na tukutane kwenye kipindi kinachofuata.